Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Mwathani arogocwo haria hothe uranjirorera ndi guku mitambo-ini ya Sky Cable TV ngithie na mbere na morutani ma kiugo kia Ngai. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. Na njukite guku ni undu wa kwenda kumiriria ngoro cia andu aria magikorwo moritwo ni hinya mahote gucokwo ni thayu na mahote guthie na mbere na muturire na kwaria ni kwendana na kuo kwendana niguo thayu ri koguo nikio tuoka ringi nigetha tuhane uhoro sararuko tutikuhitha tukwaria uria Ngai atwirite na tutiukite hi nigetha tukuonererie we uria ui na uria tui riu twekire kiondo-ini kimwe maundu magacire na moke wega ni tondu Ngai witu ni atutuma. Ageni ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel. Of life. No one will ever eat the word of God and live the same, because the Bible says that the word of God is transformative. Na kwa hivyo wakati wa leo, I would like us to share the word of God, and I know we shall be blessed. Our topic today will be on prayer. The subject on prayer has been spoken by so many preachers, and so many people have ever spoken about prayers. So many people have ever been praying, but there are sometimes when things does not work as you expect. Kuna wakati mwingine unajaribu mambo unaona haingii vile unatarajia. Unaomba na unapata ya kwamba hakuna njia yoyote mambo yanatendeka vile umeomba. Na wakati mwingine unajiuliza ni kwa nini. Lakini leo nikitaka tujadilie na tuone maombi yanafanya kazi kivipi. Kwanza tuelewe ya kwamba maombi is a divine appointment. Ni kazi ambayo ni Mungu ameamua na ameamulia kila mtu ambaye anajitanisha naye lazima awe katika hali ya maombi, because it is God's ordained way ya communicate ama kuongea naye, na maombi inakuanga ni wakati wako wa kuongea na Mungu. Wakati mwingine tumewahi kwenda kwa maombi, tukawa na mambo mengi sana, tukawa na watu wengi sana tunaongea na wao. Kuna wengine ambao wanasema mimi naongea na fulani anisaidie kufika kwa Mungu, na kuna wengine wanasema hii ndio njia iliyofaa ya kuomba. But there is only one thing that I know
ya kwamba maombi, it is your time, a private time with God. And therefore, as we talk of prayers, actually, prayer time is not the time to fight with the devil. Prayer time is actually not the time to go and cast out devils. So many people go to prayers and 70 to 80% of their time, they are just casting out devils. Prayer time is a time to communicate with God. And therefore, it is an expression of faith and our dependency on God. Ni wakati wa kuonyesha imani yako na wewe vile unavyomtegemea Mungu. Kwa hivyo si wakati wa kuonyesha shetani vile uko na nguvu, sio wakati wa kung'ang'ana naye pale, ni wakati wa kwenda kwa Mungu kumjulisha mahitaji yako na kujifungua moyo wako uweze kumwonyesha vile yeye ndiye tegemeo lako. And therefore, ndio maana tunaomba kulingana na maandiko, kwa maana wakati unaomba kulingana na maandiko, unaomba ukionyesha Mungu, tegemeo langu na nguvu zangu zinatoka katika ahadi ambazo umeahidi katika maombi. And therefore, wakati tunapoomba, ni vizuri kuomba kimaandiko. Ni vizuri kuomba kulingana na vile Mungu ameelekeza, kwa sababu utaomba kulingana na ahadi zake na Mungu anaangalia neno lake aweze kulitimiza. Maombi pia ni wakati wa kwenda kuingia mbinguni na kudai kilicho chako. It is storming heaven in actual sense. Ni kuingia kule. I like the way Elijah did wakati alipoenda kwa Ahabu, alipokuwa anamwambia kwamba natangaza hakutakuwa na mvua kwa miaka 3.5 mpaka nitakapokuja. Na huyu Elijah hakuwa na shughuli na mambo mengine. He was not observing the protocols. He just stormed in the state house and he spoke the word of God to the king and left. Sometimes it's good to know that prayer is a time of storming heaven. It is going there with confidence, is going there with boldness, is approaching the throne of God with confidence. It is not for the weakling, it is for the people that are aggressive. That's why even the Bible says that the kingdom suffered violence, and the violent will take it by force. It is not easy to just go there and we make a request, and a request sometimes is just granted. That's why Jesus insisted that if you ask, continue to search, continue to knock. Ask, it shall be given you. Seek, you will find. Knock, and the door shall be opened. Because it's not just a one-way take and go. No, it takes warfare. Even to get what you want from heaven, it is real warfare. It is actually a prayer with by a serious man. It is a time of special and sacred time in the presence of God. A time to humble yourself before God. It is a time to break. It's a time to show how weak you are, how poor you are, how weakling you have become, and you need help from above. Therefore, every time you go before the Lord, be ready. First of all, you are not going to get anything for nini hapo juu tu, hautapata kitu chochote ukienda tu hai. Lazima uwe tayari kung'ang'ana, na pia lazima uende kulingana na maandiko, na pia uende ukijua ya kwamba ni kunyenyekea mbele za Bwana. You may be bold but humble. Hiyo ndio ambao inasumbua watu wengi. Wengine wanaenda tu hivyo kwa maombi without concentration, wanaenda kama ni kupita wanapita, wengine wanaenda kama ni kurusha, wameenda kurusha mawe. There are some people who just go drop bombs before God and they just walk away. We are approaching a king, and when you are approaching our king, we don't dash in and out. We go ready to listen to him when he is speaking to us. Today we are going to speak on prayers, and we are going to talk from the Book of Esther. I know you understand the Book of Esther was one of the books that were written when the children of Israel were in Babylon. After the fall of the kingdom of Babylon, there came the kingdom of the Middle Persia. And at this time, there was one king who was called Accuser. In other words, you hear him being called Ahasuerus. And this king was a no-joke kind of a king.
He was a man. He was a man who used to pour money. He was a man who used to enjoy pleasure. And he was a kind of a man that anybody who looked at him angejua kwamba hii ni celebrity. Huyu mfalme alitayarisha sherehe ambayo ilichukua siku 180. Na alikuwa ameambia watu in the mood of celebration, and at the end of it he had 7 days total closure of business, and everybody who was living in the city of Susa was invited for celebration. They drank as they wanted, they ate as they wanted, and at that time there came a problem. The king, when he was high in the spirit of wine, then he called his advisors and told them, go and get my queen Vashti, that she may come with her royal robes and celebrate with us, as she sings, as she presents herself before the nobles, as she shows her beauty and her greatness. Let her come and express her splendor to these my nobles. Na wakati alipotumana hivyo, Vashti alipopata report akakataa kuja, na alipokataa kuja kukatokea jambo ambalo lilifanya mfalme akadhabika sana, mpaka akaita advisors wake kulingana na sheria za Wamede na Waperusi. Akawaita akauliza, ni nini kitakachofanywa kwa huyu mke wangu ambaye amekataa kutii amri ya mfalme? Nao wakamwambia mfalme, sio wewe alikataa kutii, bali hili jambo litatangazwa in the whole provinces, 127 provinces, na itajulikana ya kwamba ulimuita akakataa kuja, na kwa sababu hiyo hata sisi tutakuwa tukiongea na wake zetu, wanatuambia vile Vashti alifanywa hata mimi nifanywe. And therefore wakaja na suluhisho moja. Vashti asiwahi simama mbele ya mfalme kama queen tena, na akawekwa nje. Na baada ya muda mfupi mfalme hasira yake ikada chini, na ile baada chini akaanza kumiss Vashti. Najua hata katika doa kuna wakati watu wanakosana na wanategana na kila mtu anaenda kivyake. Lakini baada ya muda mfupi, hasira zikisharudi chini, watu huanza kufikiriana mmoja na mwingine na wanaanza kutafutana. Na katika hali hii, Vashti alikuwa kule, naye mfalme ako hapa, amesikia sasa anahitaji zile services alikuwa anafanyiwa na Vashti. Na alipokumbuka yeye, kisha akakumbuka ya kwamba amejicommit kwa decree ambao haiwezi kubadilishwa ya Wamede na Waperusi, ya kwamba Vashti asiwahi simama mbele yake. Na hapo ndipo aliwaita wenzake, akawaita wale ambao wanamshauri, akawauliza tufanye nini? Na akamwambia, enenda in all the provinces na useme kutafute msichana mrembo. Kila msichana mrembo atakayepatikana aletwe hapa kwako, aweze kuwekwa na kutayarishwa kukutana na wewe kwa mwaka mmoja, akivaa manukato, akijipaka mafuta ya bawa yanafaa. Ndipo kisha baadaye katikati ya wote utachagua mmoja ambaye atakuwa queen badala ya Vashti. Na hivyo ndivyo ilifanyika, na good enough kukachukuliwa msichana mmoja ambaye anaitwa Esther, na ambaye alikuwa si wa taifa zile, bali alikuwa mmoja wa wale walikuwa wamekuja kutoka kwa Wayahudi, ambaye alikuwa na kazini yake ambaye alikuwa anaitwa Mordekai. Alikuwa amechukuliwa na Mordekai wakati baba yake na mama yake waliaga, na akamuadapt kama mtoto wake, though he was still a cousin. Na walipokaa na yeye, wakati ulifika, na wakati huu naye Mordekai alikuwa watchman katika gate ya mfalme. Na wakati huu ndio kumetangazwa ya kwamba wasichana watafutwe. Alikuwa mrembo kiubo na hata kimaumbile, mambo yake yote yalikuwa ni msichana mrembo. I don't know whether you've met with a beautiful wife, with a beautiful lady, but that was a beautiful lady in her class.
Nasema labda hujawahi kutana naye kwa sababu kama especially hujaoa, bado uko katika uwanja. Unatafuta kwa sababu leo unaona huyu ni mrembo, kesho unaona mwingine mrembo, lakini kuna yule ambaye anakuwa mrembo in her class. Labda utamchukua kama bibi yako, labda ndiye bibi yako ambaye uko naye, labda ndiye bibi wangu ambaye niko naye, lakini ukweli ni ya kwamba mtu huchagua kati ya wote yule ambaye ni mrembo. Yule ambaye ni mrembo sio tu kimwili but pia kiroho, kwa sababu ukiangalia macho na ukiangalia mwili utajidanganya. Lakini ukiwa na communion na mtu kiroho, when you learn the heart of that individual, when you learn the heart of that person, that is the beauty ambayo inapaswa kukuvutia. Sasa Esther alikuwa amequalify on either side. Na kwa hivyo alipoenda pale na wakaanza kutayarishwa, alipata kibali hata juu ya eunuch yule aliyemchagua, na akamweka mahali, akamtafutia wasichana 7 ambao walikaa nao in a class katika room yao kando, na wakati huo alikuwa anamchagulia manukato atakayojipaka, mavazi atakayovaa, kila kitu. Na kwa sababu huyu jamaa alikuwa anajua mambo ya mfalme, alijua the taste of the king, alikuwa anatayarisha Esther ndivyo aweze kuqualify kule. Na wakati ulifika wa Esther kwenda, alienda tu na kile aliyochaguliwa na huyu jamaa. Mordekai wakati ule alikuwa anapita kila asubuhi kuangalia vile Esther anaendelea. She was an obedient girl. Alifuata hiyo kazini yake na alifuata ushauri wa wakubwa. Ukiona mtu ambaye hafuati ushauri wa wakubwa, walio na experience, waliotangulia, huyo ni mtu ambaye hawezi kwenda mbali. But Esther was looking forward, na alikuwa anaangalia maili mingi mbele. Ndio maana alinyenyekea wakubwa wake, watangulizi wake. Alijua si ya kunyenyekea. And when the time came, alipofika kwa mfalme, the king crowned her, na akamfanya queen, na kutayarisha sherehe kubwa sana ndivyo aweze kutangazwa kama the new queen. And Esther took place of a disobedient, arrogant fascist. Sometimes it's always good to know, in the company that you work, in the ministry that you're working, in the place of work, in every area, even in your marriage, there is always a better Esther there, in case you become arrogant, unruly, and everything else. It is always good to know God can make replacement for his divine purpose. Kwa hivyo Esther akafanyika queen. Na Mordekai hapo kwa gate. Siku moja Mordekai akapata ripoti ya kwamba kuna askari wawili ambao wamepanga kuua mfalme. Na akaenda akaambia Esther, wewe bwanako ako hatarini. Kuna jamaa fulani na fulani wanataka kuua mfalme. Na Esther akakimbia kwa mfalme akamwambia, na ikaandikwa katika record za mfalme za kitabu za Chronicles ama mambo yatakayokubukwa ya kwamba Mordekai aliokoa mfalme, kwa sababu mfalme aliweka mtego, na hayo mambo yakaonekana ni kweli, na wajamaa wawili wakanyongwa, na hiyo ikawekwa kwa sababu iko na wakati wake. Wakati huo mfalme ndio aliinua mmoja wa wakubwa wake ambaye alikuwa anaitwa Haman. Na huyo Haman akaweza kuinuliwa katika position ya juu sana, maybe an equivalent of a prime minister. Na alipowekwa pale akawa very proud, na mfalme akaamrisha ya kwamba akipita kwa gate na kila mahali, kila mtu atakamwinamia, atakuwa akimuinamia. Na hapo ndipo Mordekai alisema, no, mimi siwezi kuinamia Mungu na niinamie mwanadamu. Na hapo ndipo alikataa. Akajaribu kuongelesha na wenzake, akaulizwa ni kwa nini, akasema mimi ni Myahudi na kulingana na imani yetu hatupaswi kuinamia mwanadamu. Wakaendelea kumshawishi, lakini kisha baadaye wakasema wacha tuambie Haman ndivyo tuone lile litakalofanyika kwake. Haman aliposikia hivyo na kufuata haya maneno, akaona ya kwamba kweli hapa huyu jamaa aninidharau, halipei heshima inayofaa. Na kwa sababu hiyo maandiko yananiambia kwamba he scorned the idea of destroying Mordekai alone, and he decided to destroy every Jew in the whole provinces, the 127 provinces. And therefore akaenda kwa mfalme akamwambia, kuna kabila fulani hapa ambao ni wageni na wajui sheria zetu, hawafuati utaratibu wa watu wale wengine.
wako na mambo yao na wako na miungu yao, wako na traditions zao, na hao watu hawana faida kwa mfalme. Na kama ingependeza mfalme, mimi niko tayari kutoa 10,000 shekels of silver niweze kuweka katika hazina ya serikali, ndipo hao watu wapangiwe vile wataangamizwa, wamalizwe kabisa, because it is of no benefit to the king to continue to serve them. Na mfalme akamtolea the signet ring, akampatia, akamwambia, isipokuwa katika mamlaka, watu wote wako mikononi mwako, unaweza kufanya vile utakavyo. Na ndivyo alipanga, akachagua watu, wakaenda wakapanga vile wataweza kuangamiza, na ikawekwa ni mwezi wa 12, na ikawekwa tarehe, na wakaambiwa kwamba sasa barua ziandikwe ya kwamba hizo tarehe zikifika, kila mtu auwe Myahudi yule alikuwa pale. It was a very terrible situation. Ilikuwa wakati mgumu. Report ikuja sasa. Nimeona kama sasa vile watu wamekuwa kiteseka pale Laikipia, kwa sababu wanaona ni kama wameachiliwa, hawajui wafanye nini. Anayekuja ako na M16, whatever that one is supposed to mean. Lakini wewe unakuja hapa, hata panga yako inaweza kukusaidia vipi? Wakawa na wakati mgumu, mkapaka wakalia. Jana tuliona wengine wakifanya maandamano kwa sababu wameona sasa hawa wafugaji wamekuja kwetu tena. The same scenario ambayo ilikuwa Laikipia itakuja huku kwetu. And people were in riot. Lakini wakati ule they could not riot. Walienda makiongozwa na Mordekai, wakavaa magunia na wakazunguka mji, kila mtu akilia. Mordekai mwenyewe akazunguka akilia, akipiga duru, akilia kwa sababu ya ile shida ambayo imetokea. This was not the time to bide and to break the life of Haman. It was a time to plead their case before God. I want to encourage you, sometimes it's not good to waste your time fighting the devil 70 to 80% of your time when you are in the presence of the king, when you are confronted by a situation. It is good to go to God and plead your case. Enda mbele za Mungu na ueleze shida yako kwa Mungu. Mordekai alizunguka the whole city of Susa, the whole citadel, na alipokuwa akizunguka, he came up to the gate of the king's state house, kwa sababu hangeruhusiwa kuingia kwa gate akiwa na magunia amevaa. Na wakati huo ndipo report ilimfikia Esther, akaambiwa kwamba kazini yako Mordekai amekuwa akizunguka huku amevaa magunia. Akamtumana nguo, akakataa nguo, akatumana tena, akasema enda umuulize ni nini ambacho anataka. Na hapo ndipo alienda, wakakaa mahali kwa garden hapo tu karibu na gate, na akaeleza hata chile aliyetumwa, akamweleza enda umwambie Esther hivi ya kwamba tumepangiwa siku fulani kumalizwa Wayahudi wote, na ya kwamba hata pesa zile zilikuwa zimepangwa kutolewa na Haman ni kiasi hiki, na barua ndio hii ambayo imesabaswa in the whole kingdom, na ikasemekana ya kwamba tutaangamizwa siku fulani. Kisha enda umwambie Esther aweze kwenda kwa mfalme, akatetea watu wake, akapresent a case before the king, kwa sababu hapa tuko katika hatari. Na yule akarudi kwa Esther na akamueleza, akamwambia ile shida iko, na akamueleza ile amri imetolewa na zile pesa zimepangwa kutolewa, na hata barua akampatia as evidence. Esther alipoiangalia hivi, akatumana tena kwa Mordekai, akamwambia kila mtu ambaye ako huku anajua sheria za mfalme, ya kwamba mtu yeyote akitokea mbele ya mfalme, kama hajapewa ruhusa, kama hajaitwa na mfalme, mfalme asipomchukulia fimbo ya dhahabu, huyo mtu anachinjwa hapo, anaondoka. Akasema wao wa pili ni ya kwamba mimi sijui ni kwa nini, lakini mfalme hajaniita kwa siku 30 na mimi ni mke wake. Sijui ni nini anafikiria pale, sijui ni nini amepanga, sijui ni nini ameona, na kwa hivyo mimi pia niko katika hatari. Mordekai alipopata hiyo report,
akaja akamput into task, akamwambia, do not think that because you're in the king's palace, you yourself will be saved while all the other Jews are destroyed. Usifikiri ati kwa sababu uko katika mji wa mfalme ama katika bomba ya mfalme, wale wengine wote wataangamizwa, watu wenu, wewe ubaki. Kama hutaamka uende kwa mfalme ukatetee watu wetu, ujue ya kwamba ukombozi wetu utapatikana mahali kwingine, lakini wewe na nyumba ya baba yako mtangamia. Niko katika kifungu cha 4 sasa. Esther alipopata hiyo report akatumana. Nikisoma kutoka mstari wa 4 wa 9, chapter 4 of Esther, the Bible says, Hathach went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to say to Mordecai, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that he be put to death. The only exception to this is for the king to extend a golden scepter to him and spare his life. But that days have passed since I was called to go to the king. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: do not think that because you are in the king's house, you only of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal possession for such a time as this. Sikia vile Mordecai amemwambia Esther na vile Esther alikuwa amesema. Esther amepeana sababu za kusoweza kwenda kutetea watu wake. Sababu mbili muhimu. Ya kwanza ni sheria. Yeyote atakaye karibia mfalme kama hajaitwa anauawa. Ya pili, mimi sijaitwa kwa siku 30. Naye Mordekai akamwambia, usifikirie ati wewe ndio utaokoka wale wengine wote wakiangamia Wayahudi. Wewe amka uende kwa mfalme, risk your life. And if you will not do that, let me assure you, our salvation will come from another quarter. But you and your father's house will perish. Esther alipopata hiyo report, akarudisha report kwa Mordekai. Akamwambia, I'm ready to go for it. Niko tayari kuhatarisha maisha yangu. Enda utayarishe Wayahudi wote, wafunge na waombe waniombe kwa siku 3. Hata mimi nitafunga kwa siku 3 na wale wasichana wangu. Hatutakula, hatutakunywa, tufunge, tutafute msaada kutoka kwa Mungu. Watu hakutaja jina la Mungu. Tufunge, tutafute msaada. Kisha baada ya hapo mimi mwenyewe nitaenda kwa mfalme. Nataka kuongea juu ya spiritual warfare. Kwa sababu wakati mwingine tunapigana vita. Na tunapigana na tunaweza kuomba kwa muda mrefu bila kujua ni nini kinapaswa kufanyika. Ni nini kumekuwa na vikwazo mingi sana hapa. Maombi kama vile tunavyoongea, it is a communication with God. It is also praying kwa sababu ya yale mambo ambayo yamekuzingira. Ngome za giza, vita vyetu si za mwili na damu. Tunapigana na ufalme, na utawala, na ngome, na nguvu za giza zinazotawala in heavenly places. We are fighting with bigger enemies than humans. Na kama wakati mwingine tunapigana na wanadamu na tunashindwa, je, wakati tunapigana na other spiritual forces, how will it be?
To go and confront spiritual forces, we don't just go to confront the devil. The devil, we go to speak to him. We speak with our God and we come one side with God. Prayer is agreeing with God to work together. And when there is battle ahead, you make sure that you are on the side of God. It is a time when you are on the side of God that you can speak and demons will obey. You will rebuke them and they will obey you. Unless you are right with God, unless your communication doors with God are wide open, unless you have an access to the throne of grace, and you know what you're doing, it is not easy to deal with this enemy called the devil. Watu wengi wameenda and have played the opposite role. The Bible tells us that the devil is the accuser of brethren. We go before the Lord as if to accuse the devil. And we even go, wengine wanaenda kusema ya kwamba Mungu kemea huyu shetani atuondokee. No, God has given you power and authority to cast out devils, to rebuke them in the name of Jesus Christ. We've been given this name of Jesus that is above all names. That every demon, every sickness, every power of evil will bow and obey this name. Use the name of Jesus Christ. But to use the name of Jesus Christ, you have to position yourself. What was Esther doing? What was Mordecai doing when he was wearing sackcloth? According to the tradition of the time, they were wearing sackcloth, putting on ashes, and they could go down and show humility, wakionyesha kunyenyekea kwao kwa kuvaa magunia na kujipaka njivu. Baada ya hapo wangende sasa wakizunguka, wakilia, wakionyesha kunyenyekea kwao. It was physical. Kufunga ilikuwa ni kufunga ambayo kila mtu atajua huyu mtu amefunga, amevaa magunia, amejipaka njivu. Na hivyo ndivyo Esther alikuwa afanya. Hivyo ndivyo wengine walifanya, walinyenyekea. They humbled themselves before God. And when they humbled themselves, Esther akasema, after that I will dare the impossible. I will go to the king, which is against the law. If I die, I die. That is how prayer giants live. They are the people who know no boundaries. They are the people who say, I'm giving up my life for the sake of the ministry, for the sake of the body of Christ, for the sake of the situation at hand. Unaenda ukirisk. Every time you want to save your life, you will lose it. When it comes to prayers is when you give up your life for the sake of the situation at hand. Esther went before the king. She was ready to go before the king. What was against the law? And when she went before the king, she had sought wisdom. She has sought everything that was required to approach the king. Humility, a lot of prayer, a prayerful heart, trust and faith in God. She knew only God could save her. And therefore she went before the king akiwa amebebana na Mungu wake. She knew God will not let her down. She was a woman of faith. And I also want to tell you about Mordecai. Mordecai was a man of faith. He knew, even if I don't bow to this man, he has nothing that he can do to me. Let me tell you, no weapon that is fashioned against you that shall prosper. That's the Bible. It shall not prosper. In whatever situation, if you believe that, then when you're moving forward, it doesn't matter the enemy, it doesn't matter the weapons that are prepared before you. It may be M16, it may be any other weapon, it may be those bombs or anything.
Once you know it is time for move, you move without caring the possible outcome. You only know that you are in divine appointment, on a divine mission that cannot be ignored, that cannot be diminished, that cannot be stopped. If you believe that the God that you call upon, the God that you trust in, the God that you wait upon can never be stopped, then move forward. He knows what to do. You may see the bridges breaking on the other side. Never mind. When you get there, get to the tip of it. Once you get there, where you may go down and you think that you are going to sink, you may not sink. You may just walk on water. That's what faith will do to you. That's what an aggressive, prayerful person will do. Mighty exploits. So Esther moved forward, and she went early in the morning before the king. And when the king saw her, the glory of God was upon her. She found favor in his eyes. The favor that she found broke down the rules and the law of the land. The favor overpowers, outrules the law of the land. This woman, when she approached before the king looked at her. He welcomed her and asked her, what can I do to you? Even if it is half the kingdom, I'm ready to give to you. Hallelujah. I like this. The king that was feared by men, the king that Esther was afraid of, when he looked at her, he felt within him, it's time to let go. Na akaja akamuuliza, nikupe nini atanusia ufalme? Na Esther aliposikia hivyo akakaribia mfalme, akamwambia, mimi niko na ombi moja tu leo. Na ombi yangu ni, leo nakuita saa 8, mje niwapikie lunch na ukuje na Haman. Mfalme aliposikia hivyo akasema, that is a small thing. Akamwambia, ukija nitakwambia nitakacho. Mfalme akachwa pale akifikiria ni nini hichi Esther anaitisha, ni nini hichi Esther anataka kumwambia. Akaenda akaambia Haman. Haman akafurahi kusikia amealikwa mwaliko kama huu, na amealikwa wakuu wawili na mfalme. Akaona ya kwamba ameheshimika sana, na akajitayarisha. Hata yeye alikuwa tayari kusikia vile mfalme ataambiwa na mke wake kile anachotaka. Kumbuka Esther alikuwa ameambiwa na Mordekai asiwahi taja kusema yeye ni Myahudi. Kwa hivyo all through hawajui yeye ni kabila gani. Na hapo ndipo mfalme sana walienda kwa sherehe. Wakapata wamepikiwa manono, wametayarishiwa. She was a good cook and she knew she was preparing a meal for her husband. You know, every woman will be proud to prepare a good meal for her husband. Na kila mwanamke anajua kwamba kama bwanangu hajakula chakula yangu, sijakuwa mama kabisa. So this time she has got an opportunity to prepare a meal for her husband, which was Leah. And he went there, he ate to his fill. Kisha akamwambia, now tell me what you want of me. Naye akamwambia, kama nimepata kibali, hapa sio kama sheria imeruhusu, kama nimepata kibali mbele zako, kubali hata kesho masaa kama haya mkuje sherehe nyingine nitakayowatayarishia mkiwa na Haman. She was buying time and she was preparing the heart of the king to raise his curiosity to know what she really needed from him. What kind of favor is this about Esther anataka kutoka kwa mfalme? Na mfalme akaenda the whole night akitafakari, akifikiria, because there was something else Mordecai had done and had not been paid for, and it was a time for God to remember Mordecai.
Na kwa hivyo mfalme hakupata usingizi the whole night. He kept rolling in bed. Mpaka wakati ulipofika, akana sasa I'm wasting my time in bed. Akasema, leteni kitabu mnisomee yale mambo ambayo yameandikwa. Na kitabu ikasomwa kila kitu ambacho kilikuwa kimeandikwa mpaka asubuhi. Kuliko kuwa kumekucha, ndio walifikia pale palikuwa pameandikwa. Ati wakati mmoja, mlinzi mmoja ambaye anaitwa Mordekai aliyokuwa mfalme alipokuwa amepangiwa kuuawa na fulani na fulani, na hilo jambo likafuatiliwa likaonekana ni la kweli, na hapo wale watu wakanyongwa. Mfalme akasema, simamisha hapo. Na ni nini kilichofanywa Mordekai kumheshimu kwa sababu ya kitendo kama hiki? Na yule akasema, maskini hapo pale kwa mlango, hakuna kitu kimwahi fanywa kwa ajili yake. Hakuna mtu amwahi mkubuka. Hallelujah. Bwana asifiwe mpendwa. Wacha nikwambie, usiwahi lalamika ya kwamba ulitenda mema na hakuna mtu aliyejali. Usiwahi lalamika ya kwamba ulifanya huduma, ulifanya kazi ya Mungu na hakuna kitu ulichofidiwa nacho. Usiwahi ona ni bure kutumikia Mungu. Hata wakati mwingine unatoa mali yako, unatoa nguvu zako, you risk your life, you risk your job, you risk your family kwa sababu ya kazi ya ufalme. It is true that Jesus promises disciples that whoever is ready to lose a lot and lose a family and lose friends and lose everything on this earth because of the kingdom will not lose his reward 100 times in this life and in the life to come, eternal life. Mordekai alitenda na kaida zake. Wanaibaga wanasema tenda wema nenda zako. Alitenda wema, akaokoa mfalme, akaokoa bwana wa kazini yake na akaenda zake, akashughulika bila kutarajia chochote. Lakini Mungu si adhamani. Mungu hata kuachilia. Mungu hakuli cha bure, atakufidia. And the time for Mordekai had come. Wakati huu Haman alipoenda nyumbani kwa kijana, aliita watu wake, akaita wafanyikazi, akaita mke wake, akaita matajiri, akawaambia vile amepata sifa mbele za mfalme. Hata Esther aliita na sherehe, akaita mfalme, na mimi tu ndiye nilikubaliwa tukatenda na mfalme. Na hata kesho tumeitwa. Lakini mimi nikipita kwa ile gate, nikiona Haman Mordekai pale, mimi roho yangu inashuka. Akamwambia, kama umefika hapo, si utengeneze mtu wa kumnyonga hapa, ya kinyonga. Kisha asubuhi uende kwa mfalme useme unataka kumnyonga pale. Na utapatiwa yeye na atanyongwa na utaleta sherehe ukiwa na furaha. Alikuwa anasumbuka kwa sababu Mordekai hamuinamii. Hiyo ndio ilikuwa inamsumbua, lakini mshahara yake anapata, heshima zake anapata kila mahali. Umetunukiwa sifa na mfalme. Lakini kwa sababu kama mtu mmoja kaa pale, kana ikataa kuinama, hiyo ni kitu inamfanya akose usingizi na akose kulala na akose furaha. Na kwa sababu hiyo akaenda asubuhi, akaenda kwa mfalme kumwambia mfalme, sasa nimekuja na nataka Mordekai aende anyongwe. Hasa hiyo ndio mfalme ameuliza, ni nini kilifanywa kwa Mordekai? Akaambiwa hakuna. Ndipo alisema yule aliye kwa mlango aitwe. Akasema ni Haman. Haman alipokuja akaulizwa, ni nini kinaweza kufanya yule mtu ambaye mfalme ako tayari kuheshimu? Na akasema yule mtu ambaye mfalme anaweza kuheshimu avalishwe vazi la kifalme ambalo mfalme amevaa, na kisha apandishwe farasi wa kifalme ambaye mfalme amevaa, na iwe imewekwa crown kama farasi ya kubeba mfalme. Kisha mtu mkubwa sana katika serikali azunguke ameshika kamba the whole city akitangaza, tazameni kile kitakachofanya yule mtu ambaye mfalme anataka kuheshimu. Alipomaliza hivyo akagua, sahihi, enda ufanye Mordekai hayo, na wende ukitangaza hivyo, na kusiwe na kitu ambacho umetaja kitakachwa. Imagine yule mtu alikuwa anataka kwenda kuua, sasa ndiye huyu. Mambo yameanza kubadilika. It was a first downfall
mbele ya Mordekai. Alikuwa anataka Mordekai amwinamie, yeye ndiye ameanza kuinama, na ni lazima angetenda vile kwa sababu ameambia mfalme. Baada ya kuzunguka na kuvalisha Mordekai mavazi ya kifalme na kuzunguka akitangaza ndiye anaheshimiwa, akarudi kwake masaa saa 6 akiwa amechoka sana na ameaibika sana. Kufika pale akaita watu wake akawaambia kile kilichofanyika. Wakamwambia, kama umeanza kuanguka kwa Mordekai saa hii na kuomba, mambo haitakuwa mazuri kwako. Immediately ndipo alipata magari ya mfalme akaja kumchukua, akaambiwa haraka tuende sherehe. Na alipoenda wakaingia kwa Esther, wakapikwa vizuri, wakakula, wakashiba. Na wakati mfalme alikuwa ameshiba na amelewa, akaja akamwambia, sasa Esther, tell me, nini kibaya na wewe? Akamwambia, mimi mfalme sina jambo kubwa. Mimi naomba tu niweze kuishi na watu wangu waishi, kwa sababu nimepangiwa kuuawa. Mimi na watu wangu wote tumepangiwa kuuawa. Mfalme akamuuliza, nani huyo ambaye anaweza kufikiria, sio kupanga, kufikiria kukutenda kitendo kama hicho? Akasema, si mwingine isipokuwa ni huyo adui wetu ambaye anaitwa Haman. Mfalme aliposikia hivyo akaangalia Haman, akainuka akatoka nje kwa ua. Wakati huo Haman akajua maisha yake yako hatarini, akaenda kuanguka miguuni pa Esther kuomba aishi. Saa hiyo mfalme akapinduka nyuma akaangalia, akirudi akauliza, hata unataka kumbusu mke wangu nikiona? Saa hiyo alikuwa amefunikwa tabara nyeusi na akatolewa nje. Mfalme akaambiwa hata kwake wamelala wakitengeneza mti wa kinyonga wa kumnyonga Mordekai aliyekuokoa wakati ulikuwa umepangwa kuuawa. Mfalme akamulisha akasema, mara moja naende anyongwe pale. Na wakati huo Esther akamwambia mfalme, kama tu tungechukuliwa tuwe mateka, tuwe watumwa, singelalamika, kwa sababu hicho ni kitu cha kawaida na singekusumbua. Lakini kama ni kuuawa, mfalme akaingilia. Na hapo Mordekai akaenda na hapo Haman akaenda na akanyongwa pale, na ile estate yake yote ikapatiwa Esther na mfalme. Na alipopatiwa, naye akamfanya Mordekai kuwa msimamizi wa hiyo estate ambayo ilikuwa ya Haman. Na hapo mfalme akainua Mordekai akamkalisha kiti ambacho alikuwa amempea Haman. Mambo yakabadilika. Nimekuja kukuambia juu ya nguvu za maombi. Mpendwa, kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakikufinyilia. Kuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika maishani mwako, na wakati mwingine unaona they are impossible cases. Let me tell you, nothing is known as impossible in the eyes of God to those that believe. When you make a prayer of faith before God and you mean what you say, never be moved east or west or any other direction. Stay focused on what you're asking for, and God will grant to you. Mimi ni mtu ambaye amewahipitia mambo mengi sana, na mengine mazito sana, mengine ya aibu, mengine machungu. But I know there is power in those that believe in the Lord Jesus Christ. There is power in prayer. My enemy may excel for a short time, but it's just for a short time as I'm saying it. Hebu nikwambie, adui atafanya kazi na wakati mwingine apiga makofi afikiria amekushida, lakini just get connected with God. A time is coming. God has his own timing, na ataweka the right people in the picture ndivyo waweze kubadilisha maisha yako. Joseph alikataliwa na ndugu zake na akauzwa, akapeanwa kama mtumwa, akauzwa kule kwa Potifaru. Na alipofika kule akifikiria at least amepata tulizo kutoka kwa wadui ya ndugu zake, akajipata jela.
and for some time hakuna aliyeshughulika na yeye. Watu hawakutaka kujua ameenda wapi. After all, waliambia baba yake alilauliwa na simba, alilauliwa na mnyama, na kwa hivyo hawangemtafuta. Hakuwa na mtu wa kwenda kumtembelea seli, but God was with him. Na alipoingia katika jela, aliingia pale akijua ya kwamba I am here with my God. And you know what happened? Alikaa pale I think 13 years. Na ilipokuwa kule, mfalme siku moja, Firauni akawa na askari wawili ama watumishi wake wa karibu wawili ambao walimkosea na wakawekwa katika ile korokoro. Walipofika kule wakajuana na Joseph kwa sababu alikuwa amefanywa kama prefect, kama supervisor wao. Wakajuana naye, na alipokuwa naongea siku moja, akamka asubuhi akaona wameshikwa na woga. Kila mtu ako very deep in thought. Kuna mawazo inamsubua, na akauliza, will you not tell me ni nini kinawasumbua? Wakamwambia, sisi wawili tumeota ndoto. Akamwambia, uliota ndoto gani? Kila mtu akaeleza ile ndoto aliota, naye akatafsiri hizo ndoto. Akamwambia mmoja, wewe utaenda baada ya siku 3 na utanyongwa. Nawe wewe utaenda baada ya siku 3 utarejeshwa katika kazi yako. Na akamwambia, utakapofika kule nikumbuke. Utajaribu kutafuta watu wakukumbuke, hawatakukumbuka. Utajaribu kuambia watu niombeeni, hawatakuombea. Na ni watu wengi wanakuambia kwamba nakuombea and they don't pray. Wengine mpaka unawapea pesa ndivyo wakuombee. Ataenda kukula nyama kwanza ile pesa umempatia, ama ataenda kwa maombi. We don't buy prayers. Na usiwe unategemea msaada wa maombi kutoka kwa watu wale wengine. Present yourself before God. I believe in prayer partners. I believe in a group, intercessory group. I believe in all those, but I also believe in taking myself personally before God and dealing with God ana kwa ana, one on one. So Esther aliweza kujipeleka kwa mfalme bila kutumana. Hakutuma mtu amwambie, aenda uambie mfalme nataka kumuona kesho, ati ndivyo nipewe ruhusa. No, she went there, she stormed it. She stormed the presence of the king, which was against the law, but the favor of God was upon her. Siku ile nyingine nilikuwa hapa, niliwaambia kwamba tumetoka kiwango cha sheria, na tumetoka kule tulikuwa tunakuwa regulated by the rules and the regulations of the children of Israel, and we have come to the dispensation of the grace of God. The Bible says now we can approach the throne of grace with confidence, Hebrews 4, and obtain mercy to help us in times of need. When you go before the Lord, don't go there as a weakling. Go there as a determined son, ready for what you went for. Kwa sababu Mungu akikwambia nitatenda, ametenda tayari. Kama Mungu aliahidi, ameangalia neno lake alitimize na atakutimizia. If God told you that you are going to drive, God told you, not another man. If God told you you are going to drive, you are going to drive. If God showed you a vision from above, it shall come to pass. It may tarry, but it shall come to pass. Alimwambia Joseph, utatawala ndugu zako. Wakamkataa kwao. Alipoenda ugenini, wao ndio walikuja kumtafuta, ndivyo awatawale. They will come to you and they will bow to you. If God has determined that for you, don't worry. Remain calm. Remain in the presence of God. Remain in a great relationship with God. And I tell you, you will never regret. Mordecai knew the secret. He said, I'm going to have myself. And it's time. Na unajua vipi? Wakati ukishafika, kila kitu will work against you so that everything will be turned to work for you. Alikuwa amekaa kwa muda mrefu mpaka Esther kaingia State House. Hakuna mtu anamuuliza. Akakaa kwa muda. Hii ni miaka 12. Na Vashti walikosana na mfalme mwaka wa 3. Sasa mwaka wa 12 mfalme akiendelea kutawala, ndio hii mambo inatokea. Haikuwa wakati wa jana na leo. Ilikuwa ni muda mrefu. They were establishing themselves.
Wakati mwingine ukipitia katika shida, know that God is establishing you so that you may have a strong move. The Bible says, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Never fear, my brother, my sister. God said to Jeremiah that if you become afraid of them, I will scare you before them. But I have hardened your forehead so that you should not fear. Let me tell you, Mungu harden your forehead that the demons know that. The only problem is you don't know all your rights. And that's what the devil excels on. He excels in your ignorance. Akijua unajua your possession. Alikuja siku moja akamwambia Yesu Kristo, badala ya kung'ang'ana kupita mingi hapa kusumbwana na watu ati ndivyo uweze kupata ufalme, bow down to me today. I give it to you today. Na akamwonyesha all the cities. Akamwambia, I can give it to you. Yesu akamwambia, it is written. Because the devil didn't know that Jesus was looking forward to the cross. Never mind when the cross is ahead of you. Look forward to the cross. You are going to resurrect after the cross. You'll never die and rot in the cross. You will never die and diminish at the cross. Once you get at the cross, that is the hardest hit the devil can blow to you. That is the hardest point the devil can take you. But that is the only one and the final one. The next one is you to take over. Ni wakati wako wa kumiliki. In Jesus' name. Hallelujah. I've come to encourage you today, and I would like to pray with you today. I want you to catch the spirit of prayer. I want you to catch the spirit of intercession and begin to intercede for yourself and begin to break down walls and bring down the powers of darkness. Don't spend time with the devil. Don't spend time accusing the devil. That is his work, to accuse the brethren before God. Go before the Lord and plead your case. God is listening and God is watching at his word to perform it. He is looking at your faith, and your faith will move mountains. The Bible says, only believe all things are possible. Today I've come to encourage you. You've given up for so long. You've been tired for so long. You are relaxing for so long. Wake up. Today is time to take over dominion. It's time to take over your city. It's time to capture your city. I like the style of this man, Caleb. He went to Moses when he was 85 years, and he told him, when I was 40 years, I was promised this mountain. I'm as strong as when I was 40. I'm going for it. And he went for it. Let me tell you, it is never late. Watu wanaweza kukuangalia wakuona kama mambo yako yameharibika kabisa. Let me tell you, it's not too late. Because with God, one day is like 1,000 days. It's like 1,000 years. And God can turn everything upside down. And your life will never be the same. Hallelujah. Today I would like us to pray. And I pray that you may stretch forth your hand towards the screen. All we believe together in the name of Jesus Christ. Father, I honor your name because your name is alive. I honor your word because your word changes not. I honor you because you are God who is the same yesterday, today, and forever. And if you did it once, you can always do it again. If you've ever spoken to a heart, you can speak to it again. If you've ever moved a mountain, you can move it again. If you've ever performed a miracle in somebody's life, you can perform it again. And therefore today I believe for with that person that is sick in the body, that has a situation that is so difficult, ambaye mambo yake yamekuwa magumu, anaangalia, anauliza niangalie wapi, nitazame nani, nikoje nani, nimwite nani? Bwana wanatazama na sasa wameangalia macho yao kwako. They want to test you. We are testing you with our faith. We are daring to believe. We want to see the power of God at work. And therefore today, as you have allowed us to speak on this power of praying, I pray that heart that he believeth, that spirit that is lifted to you, that is pleading a case before you. Is it a chronic disease case? Is it a case in the court? Is it an issue in the family? Is it an issue at workplace? Is it in the business? Is it in the personal life? Issues of health or anything? I pray in the name of Jesus Christ.
turn things upside down. Turn things upside down, that these people may believe that you are and the doer of impossible. In the name of Jesus Christ, frustrate their enemies today. Destroy the foundations of wickedness that have held them for so long. In the name of Jesus Christ. And I thank you, Lord, because of giving us victory through the blood of Jesus Christ. I thank you for answering our prayers, for you're watching at your word to perform it. You're the Lord that is a miracle working God. We believe, we receive, and therefore today we are ready for it. We thank you for the opportunity to approach you. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. God bless you, brethren. The word of God is real in your life. It is alive, it is active, and it can transform your life. Today, leo, usiruhusu roho yoyote ikunenee kinyume katika jina la Yesu Kristo. Ukitaka kuongea nami zaidi, nitakupea namba yangu ya simu. Kama ilivyo kawaida, ni 0721 490 428. 0721 490 428. Ukitaka ombi lolote, ukitaka msaada wowote wa kiroho, ukitaka jambo lolote, ukitaka kusimama nami katika hiko kipindi, tumia hiyo namba na Mungu atakubariki. Kuna mengi ambao tunaweza kushiriki kama unaweza kunena nami. Kuna mengi ambao naweza kukuonyesha yale ambao yameniweka ujasiri huu wa kusema ya kwamba inawezekana. Kuna mengi siwezi kuongea hapa kwa sasa, lakini wakati wake ukifika nitawaelezea, kwa sababu Mungu ametenda maajabu katika maisha yangu. Mungu ametenda maajabu katika maisha ya huduma ambayo tunafanya katika jina la Yesu Kristo. Usiogope chochote, usiogope yeyote. No enemy can withstand you wakati you're walking right with God. Our God is able. Amini Bwana, all things are possible. 0721 490 428. Ongea nami na nitashukuru Bwana sana. Tutafute kwa YouTube, tutafute kwa Facebook. Ukienda YouTube, tafuta Reverend Rev Stephen Murimi _TGM official na utanipata pale. And God will bless you. Tafuta Sky Cable TV, utatupata pale. And God will bless you. Have a wonderful time. Amen.